Bana, karibu kipokea exclusive nyingine na D Voice. Anajiita rais wa wasanii wa Singeli. Ameamua kuweka ufalme pembeni na ana ngoma yake mpya, lakini ana tour yake, kuna mengi ya kuyafahamu. Hongera D Voice kuamua kuwa na uthubutu wa kuweza kufanya tour yako. Alhamdulillah, asante sana. Okay. Nashukuru sana kwa pongezi. Pongezi zimekuwa ni nyingi sana. Yeah, asante sana. Hiyo inatokana na kuthubutu, anasema na kujaribu ya sawa. Sawa. Nimeona Mei kuna show imebakia pale. Hebu zungumza kuhusiana na ujio wa show hiyo hapo na nini ambacho mashabiki wako wategemee kutoka kwako. Show tu kali inshallah. Mauaji tu. Kila kitu kitakuwa sawa hiyo. Okay. Sawa. Muziki wa Singeli umeweka mabegani, unaupigania kwa kiasi kikubwa sana, lakini kuna baadhi ya mashabiki pia wamekuwa na comment mbaya kwako kuhusiana na nyimbo na Diamond tu. Mbona wasanii wengine ufanye nao collab na vitu vingine, na unaona ulijibu kabisa ukaambia chafanya huko Swahilini sana, tuache tufanye na Diamond sasa hivi. Kwa nini zinatokea zile? Niweke sawa, mtu alicomment alisema unafanya sana collaboration, weke nyimbo ni collaboration ufanye. Mimi nafanya nyimbo na watu kwanza, kwa sababu mimi nishaimba, mimi mwenyewe najipata. Yaani mimi mwenyewe muda wote nikijitaka naamka, kwa sababu ndo mimi. Lakini Diamond nategemea na ratiba yake, Zuchu anategemea na ratiba yake, sio kina wasanii wengine wote ukifanya nje atakuwa udili kutokana na ratiba yake inavyotaka. So far nafanyaga hivyo kwa sababu nawahi kwanza ratiba za watu. Alafu mimi mwenyewe najipata, kwa sababu mimi na nyimbo za peke yangu. Kama naweza kutunga nyimbo nikaimba na mtu, nitashindaje kutoa nyimbo mwenyewe? Ina maana watu wanawahitaji zaidi, kwa na wahitaji na napata kwanza nafasi ambayo nimeipata. Leo na kesho huwezi jua, labda nimekufa bila kutoa nyimbo bila Diamond ingekuwaje, au mzee Kazima ingekuwaje. Kwa hiyo tunawaza mengi sana, kwa tunapata nafasi tunafanya na watu ambao tulikuwa tunatamani tuimbe nao. Sawa. Shabiki kama wewe unamweka kwenye kundi gani D Voice? Ni hater, ni mtu ambaye anapenda kazi zako? Lakini mimi shabiki yote nampokea, shabiki mzuri au mbaya. Kuna shabiki mwingine anakuwa sio kwamba akakumind, ila anakuwa haja kuelewa. Mfano kiingia conservation ya leo, nimezungumza swala la mimi kuhusianishwa na wachambuzi na waandishi wa habari kusema kana kwamba nimekimbia show, au swala la mimi kuwekwa kuperform baada ya Alikiba aliko sawa. Nimezungumzia, lakini kuna mtu katoka akasema nimemtukana Alikiba, unamvunjia heshima au kaka yako. Hapana, mimi sijamzungumzia Alikiba. Mimi nimezungumzia kwamba mimi nimelipwa hela. Hata kama wangebakia watu 4 baada ya kuimba Alikiba, ningefanyaje? Ningeimba. Hata kama ningetakiwa niimbe kabla yake, ningefanyaje? Ningeimba, kwa sababu mimi nimelipwa hela na mimi mfanya biashara. Kwa hiyo sikupenda ile ya kuweka kwamba eti dogo kuwekwa sio mbele ya Alikiba wamemuonea. Hapana, mimi mnalonionea. Kwa sababu mimi si nimelipwa, na mimi mwenyewe paka na saini ile hela sinakubaliana nayo. Lakini kuna mtu katoka kageuza maneno kana kwamba umemtukana Alikiba, heshimu ma legend. Hapana. Kwa hiyo sometimes tu kuna shabiki anakuja kuelewa yao. Lakini D Voice anaheshima na Alikiba. Alikiba is brother, hamna mtu ambaye ajua. Alikiba ni mkubwa, ni msanii mkubwa, ni big fish nchini. Huwezi kutaja wasanii watatu wakubwa nchini usimweke Ali. Ali anajua. In fact pia tushaionana sehemu kadhaa, yeye mwenyewe anajua pia heshima dogo, lakini sija watu ameweka kana kwamba DC brother. Hapana, mimi sijamdisi brother. Alikiba na respect, najua uwezo wake, najua nafasi yake, is brother. Najua ni mkubwa kunizidi, lakini haimaanishi kwamba eti kwa sababu yeye ni mkubwa nisinge perform baada ya yeye kuperform. Ningerudisha kwamba sikizeni, naombeni nirudishe hela. Alikiba kasha perform. Za kitoto mimi simeitwa nje kufanya kazi hapa brother. Yeah. Kwa nini Voice ametoka kujibu na watu wanasema kama ulilipwa na ulifanya show, ilikuwa na umuhimu gani wa kufanya hivyo? Mimi sasa watu washinda kuelewa. Nilidisi kwa sababu kwanza watu wengi wanajua na perform, alafu sikuperform, na kwa bahati mbaya sikutaka kuweka kwamba sito perform kwa sababu ilikuwa ni swala la kitaifa. Yanga na Simba kucheza ni issue ya nchi nzima, tunajua. Very sensitive issue. Kwa hiyo sikutaka kuweka kana kwamba sito kuepo kwa sababu ni wadisi watu. Ina maana ile swala mimi kutoka kuepo watu wamelipokea kana kwamba kakimbia show na nini. Hapana. Kwa hiyo nilitamani tu niweke sawa vile watu wajue kwamba sijakimbia show, na hata ikitokea sasa hivi ndio maana kaandika, hata ingetokea hapo wale nilipa show angesema sikiza, mashabiki wapo nyumbani kwao, kila mmoja kamwambia kwa sababu amenilipa hela, mimi nataka nifanyie hela ya kazi, ningeenda majumbani kwao ningewaimbia ya. D Voice anafanya muziki kwa ajili ya kupata pesa. Akitokea promoter akasema aweke hela kwa ajili ya hicho ambacho unakitaka kifanyike, Alikiba na wewe kuwa kwenye show pamoja. Watu wengi washona kwa kitu kimoja. Utaanza kuona issue ni ngumu ukitaka kulinganisha kati yako na Alikiba. Ila issue ni nyepesi sana ukiheshimu nafasi yako. Nafasi yangu nilokuwa nayo ni kubwa. Nafasi ya Alikiba ni kubwa. Ila hata kama kuna promoter anataka kuweka hela, mimi naweka kwa sababu mimi naheshimu nafasi yangu, najua uwezo wangu, najua hapa as a technique for the show nafanya nini, najua mashabiki wana vibe nafanyaje. Mimi shapa perform sehemu watu wamekaa tu. Shapa perform sehemu watu wana vibe, mimi shapa perform show za Singeli watu wanapigana mapanga. Yani na experience kadhaa za show kadhaa, kwa hiyo najua nini nifanye. Kwa hata kama kuna promoter anataka kuweka hela. Na sio kwa ushindani. Hatuka promoter yake watu, kwa sababu muziki ni burudani, mpira ni burudani. Watu enjoy muziki. Usitaki kwa competition sio wewe na Alikiba. Mimi kwanza kumlinganisha tu Alikiba na mimi kumkosesha heshima Alikiba, ambaye haikai sawa pia. I respect like a brother, yeah. Hongera kwa namna ambavyo unampa heshima mzee wa Bwax. Ana mchango gani kwenye maisha yako? Bwax is my uncle, na mkubali sana. Ninarudia tena eti kama
ni mwanangu sana Bwax, timu yangu timu nzima. Ni mwanangu ambaye nikiwa na la kwangu analibeba kama lake nalibeba kama langu. Ina maana kumpata rafiki tu ambaye kwa sasa hivi ambaye amekupokea kama ndugu is big issue, na mheshimu yeye na nafasi yake, na heshimu na anachokifanya kwangu mimi ni kubwa kwake. Na shikubali siwezi kuzungumzia vingi. Bwax kanitoa mbali pia, ni miongoni mwa watu ambao wamekisha Divoice na kuwa hapa, kasha nipigisha sana show, kasha nitangaza sehemu kadhaa. Kwa hiyo I'm respecting like, kwa sababu pia anabeba majambo yangu kwa ukubwa. Hata nikiwa na shida ni mtu ambaye nikiwa na chochote kama ana uwezo kunisaidia, ana uwezo kufanya. Singekuwa lebo maisha ya Divoice nje na record label ingekuwa vipi? Allahu a'lam, Mungu yeye ndo anajua. Mungu anajua kabla na baada. Kwa tumwachie Mungu. Kwa sasa hivi tuzungumze sasa hivi maisha ninayoishi. Congratulations to myself. Hongera bana, naona una aliyochita maniuka si. Kwa nashukuru Mwenyezi Mungu, hiyo ndio hongera yangu. Lakini sasa hivi kaanza kujadili nisingekuwa Wasafi ningekuwaje. I don't know. Kwa mimi naheshimu maamuzi ya Mungu. Hali kitokea leo nimekuwa chizi ghafla pop. Ndio maana watu wengi tunaambiwa tuheshimu sana kesho. Tujifunze kuheshimu kesho. Kesho ni ya Mungu peke yake. Unaweza leo ukamka ukaparalyze ghafla, unaweza leo ukamka ukapata ajali ukafa, unaweza ukamka mtu ambaye unamtukana ndo akaja kukusaidia. Azihusiki, kwa sababu kuna watu tumeona walikuwa ni wazima wakapata maradhi wakaanza kutabika wakadrop kimaisha. Tuheshimu sana kesho. Huu ni usia wangu kwa mtu yote, inawezekana kwa mkubwa hata upokea labda kama dogo kasema, lakini tuheshimu ni kesho. Kwa hiyo swala la nisingekuwa Wasafi ni maamuzi ya Mungu. Yeye Mungu ndo kaamua mimi niishi hivi sasa hivi. Kama sasa hivi nimekula ni Mungu ndo kaamua. Kama sijala ni Mungu pia ndo kaamua. Anything ambacho naona hapa kimetokea ni Mungu ndo mwenye kaamua. Kwa naheshimu sana maamuzi ya Mungu. Ngapi mmelala hapa? 80. 80. 80. Kwa mnaingia katika listi ambao katika industry toka imeundwa. Ni msanii mdogo mwenye gari ya thamani zaidi. Ni msanii wa Singeli mwenye gari ya thamani zaidi toka Singeli imeundwa. Hii gari ndo ya thamani. Zile za Mfalme ukijumlisha mbili zinaweza 3 zile. Unapata hii moja. Achana hii na Verify milioni 30 ukijumlisha hapo na hali ya milioni 36. Nataka niongeze ngine kwa naongea na mwanangu pale Salo. Inshallah. Mungu ajaye muziki nalipa. At least tunafanya kwa nafasi zetu, sio kubwa, sio kidogo. Jipongeze kwa cha kwako. Hiki sio kidogo. Ni kikubwa. Ila ni kidogo ukishata kulinganisha na range labda ya Diamond pale. Au labda gari ya Jux au gari ya msanii mwingine ni ndogo. Kwa maana hata watu wanafanya kwa nafasi yangu kuwa naingia katika list ya msanii mdogo mwenye gari expensive. Lakini pia umeshakukalia magari ya thamani. Kukalia kivipi? Mimi nataka langu na mbona kukalia tena. Mimi nazungumzia ni msanii mdogo mwenye gari ya thamani nchini. Milioni 80. Ni msanii wa Singeli wa kwanza mwenye gari ya thamani. Hata atakayotokea mwingine, ila mimi ndo nimeanza kununua gari ya thamani nchini. Unaelewa? Kwa bado paka hapo watu kuna watu tutajiuliza nani rais wao. Asante sana. Naomba nipigie kuhusiana na project yako mpya. Mashabiki zangu mnanisupport, hiyo inafanya vizuri sana. Challenge ni nyingi sana, as you see. Everything gonna be okay. Nashukuru sana mnavyonisupport, mawe yanaporomoka mwaka huu. WCB for life, as you see. Shout out. Asante sana. Shiva. Ondoke mwanangu, ni post ni mtandaoni. Oya. Naingia katika list msanii mdogo mwenye gari ya thamani zaidi. Chini. Naingia katika list msanii wa Singeli mwenye gari ya thamani zaidi duniani. Baki zote na muziki ni hela. Muziki ni hela. Tangaza ndio utapata. Kina hali wana mawe. Kina hali wana kina Liomo,